Life Fitness Showtime. Ifahamike kwamba hii sio sabotage. Leo tupo hapa kama viongozi wa kuwasemea watu, lakini kesho hatutakuwepo hapa. Sasa tunapoogopa sabotage kwamba tukizungumza itaonekana kama ni sabotage, wakati kuna mambo hayako sawa, tutakuwa tunawanyima haki wale ambao tunawaongoza. Ukisema kilio hiki ni kilio cha vyama vyote, kwa maana kila chama hakikupewa nafasi ya kutosha kupata wajumbe wake wa kutosha kuingia kwenye kikao cha kujadili rasimu ya katiba na kuipitisha. Kila chama kilipata barua maelekezo ya watu wawili tu. Kwa hiyo ifahamike kwamba tupo na sisi kama viongozi lazima tuzungumze na nyinyi waandishi wa habari, lazima mpate kinachoendelea, na mchakato huu kwenda mwishoni si sawa sawa, kwa sababu unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Jambo kubwa sana hili, unapoandaa katiba ndio msahafu wa mustakabali wa ngumi nzima. Leo tunaongea kama chama cha pro, lakini katiba hii inamhusu bondia, inamhusu kocha, inamhusu mdau mwingine. Sasa haraka hiyo ni ya wapi mpaka ututumie rasimu ya katiba ndani ya saa 24, alafu ndani ya saa 24 unatupa tena barua ya kutualika kikao? Tunapokuandikia bwana, tunaomba utupe muda na sisi tukae na wadau wetu, unasema hatuna muda wa kupoteza. Sasa huo muda wa kupoteza unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Kwa hiyo ndugu mwandishi, kama una swali la nyongeza, nadhani nimekujibu vizuri sana. Hatuna sabotage yoyote. Tunataka tuweke mambo yawe sawa sawa, kwa sababu leo tupo, ndani ya miaka 10 ijayo hatutakuwepo. Kuna vizazi vinakuwa kila siku, vitakuja vitakuta mambo hayako sawa sawa. Watasema alikopo nani? Mzee Kaike bwana, mdogo Kaike pengine ameshika mkongoja. Mzee Mopao pengine muda huo labda natembea mikono nyuma. Hivi walikuwepo wazee, ilikuwaje? Sasa lazima twende katika mfumo huu. Sisi viongozi sio binadamu, sio malaika, ni binadamu. Hata wale wakubwa pia ni binadamu. Kwa hiyo tunapokuwa shida kidogo, na kwa nini tumekuja hapa? Kwa sababu tayari barua yao hii imeonyesha mamlaka. Si unanielewa? Barua yao tayari imeshatujibu kwamba haiwezekani, lazima mambo yafanyeje, yaende. Ni kama tungejibiwa tu vizuri, bwana tumesikia, hebu mnatakaje, hebu njoo tukae hapa. Sababu kamati ile iliyotolewa na waziri si kwamba ije na mamlaka yao au na maamuzi yao wao. Imeteuliwa kuja kusimamia viongozi na wadau wanataka nini kwenye mchezo wao. Hawa wao washauri, jamani mnataka hiki lakini hiki hapana, hebu wekeni hiki tukubaliane kwa pamoja. Lakini barua yao peke yake hii tulikuwa kumbe hawa wenzetu bwana hatupo kwenye lugha moja. Sasa nyinyi kama waandishi wa habari lazima mjue, mnapojua nyinyi waandishi wa habari na umma pia lazima utafanyaje, utajua. Kwa hiyo nadhani nimekujibu vizuri. Unasema kwamba wameondoa chama kwa sababu waweze kudhibiti mmoja mmoja. Vyama hivi vyote havijaletwa tu na mtu binafsi. Serikali yenyewe ilikaa kupitia baraza la michezo, ikaona kuna umuhimu kila mdau awe na chama. Lakini faida kubwa ya chama kwa nini? TPBRC yeye ni msimamizi, lazima awe na miavuli yake chini ili kuwaongoza wadau wote, na umuhimu wake chama upo. Na kuondolewa hatujaondolewa bado, ila ni maandalizi ya kuondolewa kwa rasimu hii iliyotungwa. Sisi hatuna shaka, tunaweza tukakubali, hatuna shida. Lakini wadau hawa tunaoongoza wanasema hapana. Juzi mimi pambano langu ilikuwa lisitishwe na viongozi hawa wao juu, lakini chama kinisaidia. Leo tunaona umuhimu wa chama hakuna. Nimetoa mfano wa mwandishi mwenzenu huyu hapa, atasema mwenyewe kamati iliamua maamuzi ya mwisho kwamba pambano hili halipo siku moja kabla ya kupima uzito. Lakini mimi kama mwenyekiti nikamchukua promoter, tukaenda mpaka pale, tukapigana kwa hoja, pambano likaendelea. Sasa uone kama chama hicho kisingekuepo, ile pambano lisingekuepo. Leo tunajivunia sababu mdau huyu promoter ni mdau wa siku nyingi, bado ana mapenzi ya ngumi. Kama tunatupata sasa mfanya biashara mpya anaingia, anakutana na kitu kama hicho, atarudi? Unajenga nini kwenye ngumi? Unajenga nini kwenye ngumi?
ukisema kwamba nidhamu lazima iwepo, kwa sababu promoter atafanya kazi kupitia chama chake, na sisi kama chama tumepata kesi nyingi za mapromota na tumewasaidia, ambao wanatukwepa, hawatuletei matatizo yao. Sisi tunasikiliza kama ambavyo wengine wanasikiliza, na nishawaelekeza wasaidizi wangu kwamba hatuwezi tukaamua kesi ya kwenye group la WhatsApp, na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote. Kama bondia amezulumiwa na promoter, sisi chama tu, na wako mabondia ambao wamepitia kwetu, sisi tumefanya kazi. Promoter amezulumiwa na bondia, maana iko pande zote. Bondia anaweza akachukua pesa na kwenye pambano asije. Yote tumefanyia kazi, ndio mpaka tuko hapa. Sio kama nimekujibu vizuri swali lako. Sawa, swali zuri sana. Sisi tuko hapa leo kwa ajili tu ya kuwapa nyinyi nini kinaendelea, lakini barua yetu ambayo tumeandika TPBRC au kamati iliyopo, tumewasisi viongozi wetu wa BMT. Tumemsisi katibu wetu Neema Msita, na taarifa za mdomo pia anazo, lakini kiutendaji huwezi kufanya kazi kwa mdomo, lazima ufanye kwa document. Lakini so far barua tulioandika kwa TPBRC, copy pia tumewapa katibu Neema Msita. Kwa hiyo taarifa kule zipo na kwa msajili pia, na kwa afisa dawati wa ngumi Halima Bushiri kama mnafahamu, taarifa zipo. Kwa hiyo tunaamini jambo letu liko sehemu salama, lakini tuko hapa kwa ajili ya pia umma ujue nini kinachoendelea. So far tulishaandikia barua, kama ulinisikia vizuri, kwamba sitisheni mchakato tupate muda wa kutosha. Wakajibu hatuna muda. Mtu akishakujibu kwamba yeye hana muda, utamfuata tena kwa kitu gani kingine? Labda nikuulize mwandishi wa habari. Sina muda. Na taarifa zilizopo kikao cha pili cha kanuni, sisi wote hapa chama cha mapromota hatukuwepo. Lakini waliokuwepo, sisi watu wa ngumi ni familia. Mwenyekiti wa chama cha mabondia Mr. Kaseba, tunaongea sana mimi na yeye. Leo pia ilikuwa awe hapa, lakini amepata dharura na familia yake. Wako vacation, unajua mwisho wa mwaka, na champion lazima aweze kupata muda kurelax kidogo. Lakini ilikuwa tuwe naye hapa. Kwa hiyo tunaongea kwa karibu sana. Alinipa taarifa, bwana mwenyekiti, mimi nimehudhuria kile kikao, lakini kanuni zimekuwa nyingi mno, hata muda kujadili haukutosha. Tumeambiwa tutatangaziwa tena. Mpaka leo hakuna tangazo lolote lililotoka, na tayari kanuni na ile katiba yake zilipelekwa tayari kwa msajili. Nyinyi mmekuwa familia kama ambavyo nimetanguliza awali, na bila nyinyi mchezo wetu wa ngumi hautaweza kwenda mbele. Maana nyinyi na karamu yenu au kamera yenu itasaidia kuhabarisha wadau mbalimbali kwa yale mazuri au mabaya, lakini lengo ni kujenga mchezo wetu wa ngumi. Lakini vile vile nawashukuru sana serikali kupitia baraza la michezo. Naomba nimtaje mtu mmoja, lakini najua watendaji wako wengi, lakini katibu wetu Neema Msita ni dada au mama ambaye ni kweli ni shupavu na ni mwepesi anapopata malalamiko kuyachukulia hatua stahiki. Tumeona katika uongozi wangu tangia niingie kwenye ngumi, nimeona ni mama au dada ambaye anachukua maamuzi haraka anapoona kuna vitu vya hapa na pale. Kwa hiyo shukrani za pekee ziende kwake na vile vile serikali kwa kutukimbilia pale ambapo tuna mambo ya hapa na pale katika kujenga ngumi zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwatakie sikukuu ya mwaka mpya, inshallah 2026 ikawa heri kwenu. Asanteni sana. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV, fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.